inafahamisha, inaburudisha, inabamba. Maskani Podcast, sikiliza, tazama, kwa hivi sasa inapatikana Spotify, YouTube, TikTok, Instagram na mitandao yote ya kijamii. Maskani Podcast, conversation beyond generations. A very good morning, good afternoon, good evening, wherever you are watching us from. Welcome to the biggest podcast in East and Central Africa. Ladies and gentlemen, this is Maskani Podcast. Nasema conversation beyond generations, man. On the set, my name is Mkwasi Papa. On the set, leo siko peke yangu. Niko na washikaji, niko na maloya, niko na legal advisor, niko na political analyst. Unasemaje? Wacha nianze at the far end, my co-host, TY ni kabisa. Yes. Alafu wacha tuingie katika masuala ya legal affairs. On the midfield pale Casemiro wewe ni fan wa Manchester United. Casemiro pale twende nalo. Ndio, thank you so much. Naitwa Davis Katana, mzao wa Kilifi. All right. Na pia mimi ni wakili. Thank you so much for having me. Karibu sana. Hapa tunasema ni defense karibu sana bro. Wanakwetu wananiita Emmanuel Wara. Na it's such an honor and privilege to be here. Welcome so much. Wacha katambe. All right. Wacha niweke coffee. Bwana, welcome to Kenya ambapo youth leader ni mzee. Na vijana hata si youth leader. Unajua, I would like us today to talk about youths involving themselves into politics. Unapata kwamba vijana wengi sisi especially inapofika wakati wa masuala na kura, ukisikia mambo ya siasa, like mimi nimesikia wasee nyumbani wanasema mimi 2027 mimi nitalala. They do not want to engage in politics. Let us kwa nini tunahisi kwamba kwa nini vijana hawataki kujiingiza katika masuala? And it's actually big because most of the time utakuta when you are right at home or you have gone to a function or somewhere in school, anywhere in an institution or something like that, you try to mention things to do with politics. All what that youth wants to hear is entertainment, digital platforms, party, nini, like no one wants to involve him or herself to easy leadership stuff and politics. I think there is something wrong. Why is it that when you just hear the word politics, wewe kama hewa ba ama wanakugeuzia mgongo, unabo. Yeah, you can even be booed, what is that unabo? Ndio. Wacha tukianza na ndugu yetu legal advisor. Ndio. Asante sana. Kwa masuala ya vijana kwa siasa. Yes. Katiba yetu ya mwaka 2010 imetupatia fursa kama vijana to engage in political activities. Right. We have our political rights. And it is two way. It's either you vote or you be voted for. Unaweza piga kura ama kupigiwa kura. Upigiwe kura. Hivyo basi inamaanisha kwamba kama kwa hivyo hiyo ni katiba. Katiba inasema hivyo. So kwa mfano, let me take you back katika uchaguzi wa mwaka 2007 nadhani. Kwa mostly kulikuwa kuna watu wengi waliokufa. Walionekana wamepiga kura. So hiyo ndo statement inaingia hapo ama? Hiyo ni mambo ya nyuma ya tent. Okay, sawa. Sasa kama vijana uko na haki ya kugombea kiti chochote. Na pia uko na haki ya kupigia yule mtu ambaye unataka. Kwa hiyo tukiangalia kwanza kuvai for a political seat. All right. It is expensive. It is very expensive. Na ukiangalia mayouth wengi hatuna source ya income ile inaweza tosha. So unaona vile kampeni inachukua pesa mingi. So hiyo ni jambo la kwanza ambalo linafanya youth wana shy away from engaging in politics. Jambo la pili la kupigia mtu kura sasa. Shida nyingine ni wale viongozi ambao wanapigiwa kura, wakishapata kura wanaenda wakiendanga, hawatukumbuki. Sasa kama youthman mimi nitasema sasa nikipigia fulani kura hata rudi. There is no any ambayo ninaona. Acha nisi engage tu. So ni hivyo. Hiyo ndio mambo ambayo inaweza. And the calendar keeps on going on and on. Yes. Systemic.
What's your take on that, my brother? Nikiongezea kile ambacho wakili amezungumza. Unajua youthman anataka kuona kitu mpya. Okay. Kiangalia sana viongozi wetu wengi ambao tunawapigia kura na walioko uongozini, utapata wanakuja na same promises, same scandals, same faces, same agenda, same manifesto. Hakuna kitu mpya. So youthman anajiuliza swali moja. Nikipiga kura ni kitu gani kitageuka? Hebu angalia tangu tuanze kujifahamu, utaona viongozi wenye tumewatambua tukiwa wadogo, tukiwasoma kwa vitabu mpaka leo ni hao na hawataki kuachilia. Na wengi wao tumechagua na hawatufai. So it's high time youthman asimame na uongozi ambao unaweza kurekebisha maswala. Asa tukishy away from the boring politics, then hatutasaidika. Alafu I think on to your point, I think pia when the youthman gets bored and still leaves those old guys kwa serikali wagetkeep pia inawapatia those old guys sasa vijana hata waingie so wanaendelea kukaa. Okay. Alafu utaona nikiongezea, utapata hata wale vijana wetu ambao tumewapatia nafasi waende wakatuwakilisha, wengi wao wanajisahau, na wengine wamenunuliwa, na utaona ile lugha wanazungumza, all of a sudden unapata mtu amekuwa mwerevu sana. Nalikuwa tu ni mjinga fulani. Alikuwa mjinga hapo mtaani. Sasa amekuwa mwerevu. Anajua. Hii werevu imetoka wapi? It's the game of politics. Vitu mingi sana. What can we do in order for us as youth to change the narrative, to make us who are engaged more on this political? I think something is always done, but I don't think whether it's done most of the time. We have what we call leadership conferences that normally happens in schools, high schools, universities, in the communities, but it's not normally done frequently. Utakuta it's once in a while. Wanaenda kadrout kidogo, then they come again. Especially wakati right now in 2026 unapata saindi, utapata hizo kuna a lot of conferences because we are almost close. I'm approaching to the elections. Now that's where I think tunaenda wrong. With the same leadership, I think unafaa kuwekwe mikakati. And I think also the mentality. Unajua sasa ukitajiwa mbunge, mentality unajua kabisa huyo ni 50 plus. Ukitajiwa governor lazima kuwa 50 plus. Mbona hakuna governor kwa 20? Age limit ni ngapi hapo? Inaanza wapi? And as long as uko na ID. Uko na ID. Unaona na uko na nini na governor nini ina education level ya governor ni hawana hata requirement wale. So I think to address these issues, we can either start from the top, from the bottom or from the top. Hatuwezi anzia katikati. So starting from the bottom up. Starting from the bottom ni grassroots kwa wale wananchi. Kwa kufanya zile civic education and stuff, so that zisikuwe ni theory tu, kwa pia kuna the practical bit of it. Na nyingine sasa ya kuanzia juu, hii sasa we can use democratic and undemocratic means. We capture, if it's presidents we capture by all means, kwa sababu si wamekataa kuondoka, tunazikujia by force. When you talk about democratic and undemocratic, tufafanulie bwana lawyer, tufafanulie. I was heading there. So democratic means it has been laid out in the constitution. Especially maybe for MPs, we can recall them. If it's through the governor, he can be impeached through the members of county assembly. And the undemocratic means, as you remember the 2024 Gen Z protest, that was heading to that direction. So they tried to a bit control it, but it was heading to the undemocratic. I think I've come to realize that our president kuna venye anacheza na sisi, especially my youth. Sisi kama Gen Z ametuletea Nyota Fund. Nyota sijui Nyota whatever. So ni kama anataka kutunyamazisha, ndio
Mapembe ilikuwa ina nini? Ipungue. Kama mnaona hiyo angle ya Prezo. Okay. Hiyo mkwasi nimeiona, nikaona rais alikuwa na key agenda yake katika hali ya kutafuta kura na ikiwa moja hapo ni ile bottom up pesa kwa mamba mboga boda boda. So alipochukua hatamu yake ya uongozi hapo September 2022 Yes. aliweza kuallocate pesa kwa jina Hustler Fund. Yes. Kwa pale. Lakini ukiangalia the structure laid out na vile ile pesa ilikuwa ikikopeshana Hustler Fund haikuwahi kuona light of the day. Yes. Watu utapata pesa zilipeanwa na Youthman na wale wengine waliopata nafasi ya kupata ile pesa wakadefault. Sasa wakafikiria katika hali ya kurealize hii agenda yetu. What else? A good man anaenda back to the drawing board. Wakakuja na ile National Youth Opportunity Towards Advancement Program. Nyota. Ndio hii sasa ambayo upande wangu naweza sema kuna baadhi ya youths wamepata nafasi benefit, ya kufanya biashara, wamepata capital pale, lakini mi naweza sema isishie pale tu kwa kuwa train na kuwapatia pesa. Nafikiri pia serikali ingekuja na miundo msingi ya kuangalia vile watafanya monitoring and evaluation ya ile pesa, waangalie je, ile biashara waliofungua wamefikia wapi, ni wapi ambao wamechengeka. Nafikiri inaweza kusaidia zaidi. So sikupeana tu. Alafu unaenda. Another issue, unajua, I have realized that Nyota Fund is from the World Bank. Yes. And I've come to realize that there is a lot of African nations ambazo zimepewa. But the presidents of those countries hawajakuwa kihype so much like sisi. Unapata Nyota Fund iko na hype, inapaka political rally. President anakuja anaihaifisha. I think Kenya kuna venye sisi tunacheza. No, look, like I think it's something to do with clout. Unajua pia our father, and I call him our father because ni age ya buda zetu. How old is our president? I think 50 something, yeah. That's the age of our father. So when you talk about him, I see my dad there. Sasa analan pia kuwa the majority of the population in Kenya is youth. Na kama ni clout chasing, unajua pia speaker amekuwa na content. Umeona ile video ya Talanta Stadium? Walidai sijui nini, unaona? Paka there is a certain Nigerian content creator sema Kenyans, the president is doing for himself advertisement. Yani imekuwa paka president anabidi advertise. Amejua rada hiyo. Kwa mtazamo wangu naona wale viongozi ambao wamemzunguka kidogo wanamwangusha. Kwa sababu unajua kama rais huwa ukiimplement programs unataka zikuwe visible. Ule ambao ulimwambia utafanya je, anaona unafanya lakini utapata watu hawataki kuweka hizi projects za serikali zikuwe visible kwa mwananchi aone kweli rais anafanya. What do you do as a leader? Utajipata nyanjani. So utapata rais hana budi ila kufanya vile kwa sababu ana push mwenyewe kwa sababu waliopewa nafasi wafanye uongozi hawafanyi. Lakini kama kweli wewe umepewa cabinet secretary ndio huu na unapo implement project zako vizuri, zinaonekana, zinaenda vizuri, wewe wananchi wanatambua, rais atakaa chini ajue hiyo yote inamrudia Exactly. Sasa kama hawafanyi ni rais afanye uamuzi wa kuangalia ni nani amweke kwa kazi fulani na ni nani aweze kukaa aangalie mambo yakifanya. All right. Ladies and gentlemen, the conversation is getting hotter, sweeter and better. Itabidi tuchukue mapumziko mafupi, lakini pale ODM mambo imechemka. Sifuna amevuliwa gauni. Oburu Odinga amesema anataka kuwa deputy president. Kindiki ameanza kushtuka. Tunarudi baada ya mapumziko mafupi. Wacha nibonyeze. Mpe dance shot bwana. Alafu napiga risasi kidogo. Tunarudi baada ya mapumziko mafupi. Kumbuka this is Maskani Podcast. Conversation
beyond generations. Inafahamisha, inaburudisha, inabamba. Maskani Podcast, sikiliza, tazama, kwa hivi sasa inapatikana Spotify, YouTube, TikTok, Instagram na mitandao yote ya kijamii. Maskani Podcast, conversation beyond generations.